hali yako. Mgonjwa niko naye hapa na hawataki tuvuke road block, wanatuwekea habari. Niko na mgonjwa, nitapeleka mgonjwa wapi? Na gari niko na mgonjwa na nilikuwa nimetoka nyumbani toka asubuhi, nikawekewa huko juu. Sasa ndashuka gari, napata gari nyingine na tunashukishwa habari, na niko na mgonjwa tena, nikimpeleka hospitali tena kurudi tunaweka huko chini ya kiroshe, tena tunapata mguu na hakuna serikali inatusaidia. Sasa wanatusaidia nini? Na tunaenda miguu na tuko na wagonjwa, hata kama ni mama mkogwe hata yeye anatembea tu mguu. Mimi nikiwa kama mfanyibiashara wa Naivasha, maisha imekuwa ngumu sana, kwa sababu kama ni mzigo hii kama nimebeba kutoka penye nimeitoa mpaka penye nitaielekesha, nikifanya hesabu za magari barabara kutoka Naivasha zamani wakati kulikuwa kuzuri tulikuwa tunaenda na 100 na tunarudishwa na 100, hiyo ni 200. Sasa hizi unafanya transport ya 600 uko umebeba kama mzigo kama hii na mgongo, transport peke yake 600. Tebu niambie hata ufanye hii hesabu ya hii mzigo ambao nimebeba, utoe 600 ya transport. Mtoto anataka kukula. Mtu atakaa maisha namna gani? Imekuwa ngumu, imekuwa mzito. Tusaidieni serikali. Tumetoka Kinungi miguu na sasa tuko hapa. Tunatoa mzigo huko tunarudisha padi hii. Hakika serikali isikie huruma. Hatuna chakula, hatuna namna. Sasa tutafanya nini? Na watu wanataka mboga ya kukula, watu watafanya nini? Ni gari inadhulumiwa. Mtu ya matatu anashikwa, anapelekwa polisi. Mtu wa kipikipi anapelekwa polisi. Sasa hao vijana watafanya nini? Usiku mnasema wa vijana wanaiba. Sasa watafanya nini? Mimi kama kiongozi wa hawa watu nimeenda kwa DCC Bwana Bogo Mathioya ambaye yuko hapa Naivasha, na nikamwambia kuhusu hiyo road block. Akaniambia kwamba regional commander alisema kwamba hiyo road block iwekwe katikati ya ward. Kutoka hapo akaniambia niende kwa governor. Nimeenda kwa governor mara 3, hata barua nimemwandikia na kumwambia ya kwamba hiyo road block imekuwa kizuizi cha maendeleo ya watu wa Naivasha East. Soko haziuzi kwa sababu ya hiyo road block, kwa sababu askari hawaruhusu mtu kupita pahali pale. Sasa governor naye akaniambia ya kwamba nije niongee na hao askari, na nimeongea na wao. Governor amesema ya kwamba wataongea na Natembea, na hata sasa watu wanaendelea kuteseka. Kwa hivyo sisi nilikuwa naomba serikali, kwa sababu Matiang'i alisema no illegal road block ambayo inatakana kuruhusiwa. Na Naivasha sisi hatujawekewa isolation. Naivasha na Nakuru tunatakikana kwenda. Wale ambao wamekatazwa kwenda ni watu wa Nairobi na watu wa Mombasa. Bona road block iwekwe hapa sisi tuteseke. Kwa hivyo tumesema ya kwamba mimi naomba hiyo road block iondolewe pahali pale. Kama road block itawekwa, ipelekwe pale kwa mpaka yetu na Nyandarua. Hapo ndio inatakikana kuwekwa, lakini si kuweka katikati ya ward. Kuweka katikati ya ward ni kuumiza wazee na kuumiza wamama na kuumiza hata wale ambao hawajiwezi. Pia tulikuwa tumeongea na DCC na pia nikaambia governor ya kwamba zile matatu ambazo zinatoka Naivasha zikienda hapa flyover ziruhusiwe, na watu walikuwa wamesema ya kwamba wataleta mti yao ili hiyo sako iruhusiwe kuwa inapitisha watu. Kwa hivyo sisi tunaomba either sako iruhusiwe ama hiyo road block itolewe pahali hapo, kwa sababu imekuwa cash cow. Ni
Ndio unaenda moto mahali. Ndio vikali okay. Kufika hapa